Baada ya karne moja ya kifungo na mateso na baada ya kurejea katika ulimwengu wa ndoto, Dream, bwana wa ndoto, sasa anaanza safari yake ya kwanza duniani. Lengo lake ni moja: kupata tena mfuko wake wa mchanga wa ndoto, moja kati ya zana zake 3 za nguvu ambazo zilimpa uwezo wa kutawala ulimwengu wa usingizi. Kupitia maono aliyopata kutoka kwa wajane watatu wa milele, Dream alijua kuwa mfuko wake uko mikononi mwa mwanamke aliyewahi kuwa mpenzi wake zamani. Mwanamke anaitwa Johanna Constantine. Kwa karne nzima, Johanna amekuwa mtafutaji wa masuala ya kichawi, mpiganaji dhidi ya nguvu za giza na mtu anayejishughulisha na ulinzi wa roho za waliopotea. Ni mjukuu wa Johanna Constantine wa karne zilizopita, yule mwanamke wa kale aliyewahi pia kuonana na Dream katika karne ya 18. Dream anamfuata Johanna hadi London ya sasa, katika ulimwengu wa kisasa uliojaa giza na siri. Johanna ni mwanamke mwenye akili kali, mwoga kidogo, lakini mwenye dhamira ya kutatua kesi za ajabu. Wakati Dream anamkuta, yeye anashughulika na kesi ya kutoa pepo nyumbani kwa waziri wa serikali. Awali Johanna anadhani Dream ni miongoni mwa wachawi wengine wanaomfuata kwa tamaa, lakini anapomtazama vizuri, anaona kwamba huyu si binadamu wa kawaida. Anaona uso wake wa kimya, macho yenye kina kisichoelezeka na nguvu zisizo dunia hii. Hatimaye Dream anamweleza ukweli. Anatafuta mfuko wake wa mchanga na anajua kwamba yeye anaweza kumpeleka kwa aliyenao. Johanna anakumbuka. Miaka iliyopita alikabidhi mfuko huo kwa mpenzi wake wa zamani, mwanamke aliyeitwa Rachel. Walikuwa wamependana sana, lakini mapenzi yao yalivunjika na Rachel akabaki na mfuko wa mchanga, akidhani ni zawadi tu ya thamani. Hakujua kwamba ndani yake kulikuwa na nguvu za kiungu. Dream na Johanna wanaelekea nyumbani kwa Rachel, katika nyumba ndogo tulivu ambayo sasa imejaa ukimya na hewa nzito ya ajabu. Wanapofika, wanagundua kuwa milango yote imefungwa na hewa inatiririka kwa hisia ya kifo. Wanaingia taratibu na ndoto zinaanza kuonekana kama kweli. Ndani ya chumba kikuu, wanamkuta Rachel amelala kitandani. Mwili wake umechoka, lakini uso wake umejaa furaha ya ajabu. Amewekwa katika hali ya ndoto ya kudumu, ndoto ya upendo, ambapo anaishi tena maisha mazuri na Johanna, akiamini hawajawahi kutengana. Dream anatambua kwamba mfuko na mchanga umetumika vibaya kwa muda mrefu. Rachel amekuwa akivuta mchanga huo kila siku, akijilaza ndani ya ndoto zinazompa raha na upendo, mpaka mwili wake wa kweli umeanza kuoza. Johanna anashikwa na huzuni kubwa. Anamuita mpenzi wake kwa sauti ya upole, akijaribu kumwamsha, lakini Rachel hawezi kuamka. Dream anasimama karibu, akimwangalia kwa macho yenye huruma. Anaelewa kwamba ndoto inaweza kuwa mahali pa faraja, lakini pia inaweza kuwa gereza. Kwa upole, Dream anamtoa Rachel kutoka kwenye ndoto yake ya uongo. Anamruhusu kuiona Johanna kwa mara ya mwisho, halafu anamwachia pumzike kwa amani. Mwili wake unakauka taratibu, kama maji yanayopulizwa na upepo. Johanna anabaki akiwa amevunjika moyo. Baada ya kumzika Rachel, Dream anamrudisha Johanna London. Anamwambia kwamba Rachel alipata amani na kwamba yeye amepata tena zana yake ya kwanza, mfuko wa mchanga wa ndoto. Johanna anamuuliza Dream swali la mwisho: kwa nini ndoto ni muhimu sana kwako? Dream anajibu kwa sauti ya upole: bila ndoto, ulimwengu wa kirasi hauwezi kuendelea. Ndoto ndizo zinazotupa matumaini hata katikati ya giza. Wakati Dream anaondoka, Johanna anamwangalia kwa hisia ya heshima na hofu. Anajua kwamba huyu si mtu wa kawaida, ni kiumbe ambaye anaweza kuamua kati ya ndoto na jinamii. Mwisho wa sehemu unaonyesha Dream akisimama peke yake kwenye barabara ya usiku ya London, akiwa ameshika mfuko wake wa mchanga. Upepo unavuma na macho yake yanang'aa kwa nuru ya matumaini na hatari. Sasa anajua zana yake ya pili iko kule kuzimu, kwa pepo mwenye nguvu sana. Kwa mara nyingine, anaanza safari inayompeleka moja kwa moja hadi kuzimu, hali ya mateso na giza lisilo na mwisho.